Joseph Mwanzia ni mwohwo njera-inĩ ya arũme a Naivasha na niwe turamurika tabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ. Nilifungwa nikiwa na 56. Sasa mimi niko na 69. Kutoka wakati hiyo mimi ndishikwa mpaka saa hii. Je, kama ningekuwa kwangu, ningekuwa nimetengeneza nini? Hiyo muda yote imepotea hivyo. Hakuna kitu nimefaidika nayo, hakuna kitu nimepata. Hata nikiwachiliwa hakuna asanti ile nitapewa. Hau kabere mĩaka ĩyo yothe muthuri ũyũ aiguaga orong'ano cia njera. Jera nimekuja, nimekaa ile muda nimekaa jera, nimejifunza maisha mapya. Nikitoka nijue kuishi na adui, nijue kuishi na rafiki na kuishi na wananchi kulingana na ile maisha nimeishi jera, ama ile maisha nimepata nimeona jera. Haya, haha niho rugano rwake rwa njera rurambĩrĩria. Mimi nilikuwa nafanya kazi Naroko na nikanunua shamba. Kwa vile nimekwambia, nikanunua shamba huko. Ndipo nunua shamba huko. Katika ile kazi nilikuwa nikifanya ya shamba, hapo ndio makosa ilinileta jera ilitokea. Yuko jirani yangu, yeye alikuwa na watoto yake, na wale watoto wasichana wawili ambao walikuwa nyumbani hapo kwake, walikuwa wamezalia hapo nyumbani. Huyu mmoja alikuwa na mtoto mmoja tu, tukapendana na yeye. Ile kupendana, yeye akakubali awe mke wangu. Alipokubali, hata nikiletwa, nikishikwa, nilikuwa nimekaa naye miezi ngapi? Miezi 6 kwangu nyumbani. Lakini baba yake sijui ni nini ilimgeuza. Yeye akasema ya kwamba mimi nimechukua mtoto yake. Na hakukuja kwangu, yeye alienda polisi. Akasema iko mzee jirani yangu amechukua mtoto yangu. Alikuja na askari ya chifu. Yenyewe huyo msichana walimkuta compound anafua nguo zangu kwa hiyo boma yangu. Anafua nguo. Lakini alipoona ndugu yake ni kama alishtuka kidogo, akaingia kwa nyumba. Ndugu yake akamfuata ndani ya nyumba na mimi pamoja na askari. Akauliza, yeye unafanya nini hapa? Yule msichana akamwambia, mimi nimeolewa. Nimekuja kutengeneza boma yangu. Hapo ndio askari wakatupeleka polisi mimi na yeye. Hata tulikaa na yeye hapo polisi karibu wiki 3. Atuma ndugu na mũirĩtu ũtakinyĩtie mĩaka, watho ũkĩaga kũmũiguĩra tha. Lakini kile kilitokea baadaye kuandika hao statement zao, wakatupeleka polisi kotini mimi na yeye. Mambo yake pale yeye mwenyewe iliishia, mimi sikujua. Nilijikuta mimi ndio nimebaki kotini peke yangu. Nikasomewa ati ndilivai msichana, mtoto mdogo. Sasa mtoto mdogo, nikauliza jaji, mtoto mdogo na yeye iko na mtoto yake ndiye ataitwa mtoto ama yeye ndiye ataitwa mtoto? Jaji akaniambia kuzaa yake si kitu, wanazaga hata wakiwa na miaka 9. Hiyo ni sawa, lakini sasa yeye iko na mimba, iko na mtoto. Je, ule alizaa na yeye huyo mtoto alifanywa nini? Akaniambia hata huyo ni kuiba aliiba. Kama angepatikana angefanywa vile wewe utafanya. Wahikagia mũirĩtu ũtakinyĩtie mĩaka nĩkĩ mũthuri? Hiyo ni mwalimu, nikwambie wewe si mpenzi. Mapenzi mapenzi
haina umri, sababu ule kama angekuwa ni mtoto mdogo ambao hana mtoto, hiyo hata singeshughulika naye. Lakini ndiongea naye sababu yeye alikuwa ni mama. Kama angekuwa na mama hata na mtoto, hata mimi singeongea naye. Arauga njera ni kuherithika gutheri. Ile kitu mimi naweza kuambia, kama ni mtu kabisa iko na akili yake, kama iko ni mtu iko na akili yake, niangalie umri, angalie umri, sababu ile umri hata inastahili hata yeye kwanza achunguze yeye mwenyewe. Umri ya hiyo mtu anataka kuongea na yeye ni umri wa aina gani, ni umri gani, ili hata yeye kama anaweza tereza tu apatikane. Awache tamaa, aweke kando kabisa. Yeye kama ni kutafuta, atafute rika yake, atafute umri wake, lakini ile tamaa awache, sababu iko na shida mingi sana. Kulingana na vile mimi nimejionea na ile tabu mimi nimepata, ndio mimi naambia wenzangu, ule mtu yote ambao yeye anafikiria jambo kama hiyo, kwanza angalie mbele, atoshanyishe umri. Na kama yeye pia anasikiaga hata kwa redio wale wenye kutenda vitendo kama hiyo ambao yeye anataka kutenda, afikirie au watu anasikiaga wanafanywaga namna gani. Sababu kiangalia ndani ya majera, uongo ni baya, uongo sikudanganya. Jera, wale wamejaa jera ni watu wenye vitendo kama hiyo ya tuseme kulala na mtoto mdogo. Kile sasa wanasema ati kuanzia miaka 18 kurudi chini ni mtoto mdogo. Kwa hivyo mimi nasema wale watu wote wamewahi kusikia tu, wanasikiaga kwa redio, wengine wanaendaga hata makotini wanasikia, warekebishe. Mtu anaitwa msichana, natakana hata nikimwona tukikutana na yeye, mimi niangalie huko, yeye apite, ndio na mimi nipite. Sababu ikiwa tutafesi na yeye tena pale, itakuwa tena mafikirio ya kusema akanako ni kazuri. Hiyo sasa, hiyo ndio shida. Mimi sitaki kuona tena kama nitarudia maisha kama, siwezi kutamani tena nirudie. Ona kwa iNooro uguo ni arahoya muhera munene. Mimi ile kitu naweza ambia watu wa nje kama Rea, tuachane kwanza, niwachane nao kwanza wenye kuleta Rea. Ile kitu mimi nawaomba, ili kwanza ndio ile kitu nawaomba, wawachane na hiyo watoto, alafu wajue ya kwamba mimi niko hapa. Ile kitu ilinileta haina faida, ni kuteseka na teseka, kitu ambao haikunisaidia chochote. Na wazazi yao ya hiyo mtoto, mimi nawaomba tu mimi nawaomba tu, kama ndio wakosea, nawaomba msamaha, wanisamehe. Hata kama Mungu atanijalia mimi nitoke, tukikutana tu, tusiwekanie chuki. Tusiwekanie chuki, sababu au vile walikuwa wanataka nimetumiza na nimerudi nikiwa mzima. Njetago Simon Kibe, na eo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ ya arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.